endelea. Lakini tunamshukuru Mungu, tulibezwa sana. Nakumbuka tulisema jamani, we can survive without America. Wakasema nyinyi mtaweza kupambana na mashirika, mtaweza. Tukasema hapana, sisi Mungu tuliye naye ni zaidi ya Marekani. Mungu tuliye naye ni Mungu wa ajabu. Sasa Mungu ameanzia huko. Guess what? Ndio hiki ninachoenda kuambia. Leo rais wa Marekani Donald Trump amefanya mabadiliko makubwa katika shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani, USAID. Hii hapa ambao walikuwa wanafanya mambo ya ajabu kwa kupunguza idadi ya wafanyakazi kutoka 10,000 hadi chini ya 300. Yani ni kama 200 na kutoka kwenye 10,000. Hatua hii inakuja baada ya USAID kutangaza kurejesha wafanyakazi wake waliokuwa nje ya Marekani na kuwaweka wengine likizo. Kwa mujibu wa ripoti ya New York Times, USAID sasa litabaki na wafanyakazi 294 duniani kote. Sio Marekani, duniani kote. Wakiwemo 12 katika idara ya Afrika na 8 katika idara ya Asia. Aidha, serikali ya Trump imesitisha zaidi ya mikataba 800 zilizokuwa zinasimamiwa na shirika hili. USAID lilianzishwa mwaka 1961 na aliyekuwa rais wa Marekani John Kennedy. Sasa ndo shirika kuu la kiserikali la Marekani linalosimamia misaada ya kimataifa, na lilikuwa na bajeti ya dola bilioni 43.4 kwa mwaka 2023, na miaka yote ya nyuma inakuwa ni the same, ama zaidi ama pungufu kidogo sana. So sehemu kubwa ya fedha hizi zilitumika kusaidia utawala wa mataifa ya kigeni, misaada ya kibinadamu, afya, na imetajwa kwamba bilioni 16.8 dola za Marekani misaada ya kibinadamu, dola bilioni 10.5 afya, dola bilioni 7 na miradi ya kilimo, elimu na miundombinu, dola bilioni 3.1. So Trump pia ameagiza kusitishwa kwa misaada yote ya maendeleo, akidai kuwa USAID imekuwa ikitumia vibaya fedha za walipa kodi kupitia idara ya ufanisi ya serikali. Sio, mnanielewa? Ngoja kwanza niishi hapo. Unaona? So, na ni kweli ilikuwa inatumia fedha vibaya. Fedha nyingi zilikuwa zinatumika si kusaidia mambo ya malaria, si kusaidia watu wa ukimwi, si kusaidia, ilikuwa ni kusukuma, kupandikiza hii roho ya ushoga Afrika na kutuharibia vijana. Kwa hiyo Trump amefutilia mbali. Imagine walikuwa 10,000, walikuwa wafanyakazi 10,000 ambao walikuwa wameajiriwa na USAID kwa duniani kote, 10,000. Trump amewafuta wote. Manake amepunguza mpaka 254. Manake na amesema analipangua ilo shirika upya la USAID. Anapanga safu mpya. Manake ameondoa mashoga wote. Ameondoa wote ambao walikuwa wanatuletea ushoga katika bara letu la Afrika na hata nchini kwetu na kwingineko. Amewaondoa wote. Manake Trump watu wapya ambao anawaweka ni watu ambao wanajielewa, wenye hofu ya Mungu, ambao hawana mambo ya ushoga wala usagaji tena. Kwa hiyo wale ambao walikuwa wanatuchukulia poa, wanasema hizi taarifa mnatoa. Haya, Mungu yuko kazini. Mungu yuko kazini, amefanya maajabu. Imagine ilifikia stage mpaka kwenye mashule wanapeleka hivi. Unaona hiki kitu nimeshika ni kitabu tulichapisha. Tulikamata vingi sana. Kwamba wanasema what is family, wanakalilishwa watoto. Kwamba sisi tumezoea family ni baba, mama na watoto, ama babu na bibi na wajukuu. Ama baba na watoto, labda mama amefariki, ama mama na watoto, labda baba amefariki. Kwa hiyo wao washenzi, wao wazungu washenzi, wakaongeza familia mbili aina nyingine. Unaona hapa hata kwenye picha hapa. Hii hapa, angalia chini hapa. Kwamba kuna family is 2 dads and child hapa. Kwamba familia ni baba wawili na mtoto. Alafu wakaongeza tena 2 moms and child. Familia nyingine inaweza kawa na 2 moms and child. Yaani maana yake wasagaji wanaweza wakaadapt mtoto, au labda wakafanya namna wakapandikiza watoto then wakalea kwamba ndo wasagaji wenyewe, ndo familia hiyo, au baba wawili mashoga wakaadapt mtoto. Kwa hiyo nasema Mungu yuko kazini. Hali ilikuwa ni mbaya. Imagine huu mwongozo huu ulikuwa unajazwa na hili dodoso ili tulilikamata. Hili dodoso
ulikuwa limeandikwa kabla ya dodoso ya mafunzo. Haya mafunzo unajaza taarifa zako. Kwa mfano wewe ni unaandika hivi, unajitambulishaje jinsia. Kama wewe ni mwanamke unaandika unataka kufundishwa usagaji, unajaza hapa. Unataka kufundishwa ushoga, unajaza. Unataka kuwa shoga zaidi, unajaza. Unataka kuwa msagaji, unajaza. Unataka kuwa mchichamwiba ni wale wanaume wengine wameoa wanafanywa na huku wanawake zao. Kwa hiyo alafu kwenye hili dodoso wakawa washenzi hawa wakawa wanaandika kwamba unajaza taarifa zako, nani anakusumbua katika jamii. Alafu ameandika A, usalama wa taifa, B, maafisa wa elimu, C, wamiliki wa vyumba vya kupangisha, waajiri watarajiwa, viongozi wa dini, familia, majirani ama watumishi wa afya. Kwa kama kuna hospitali ukienda wewe ni shoga au msagaji unanyanyapaliwa, unataja jina la huyo nesi. Na unasikia watu wamefukuzwa kazi na nini? Ilikuwa ni ushenzi wa haya mashirika. Unajiuliza, unasema labda wengine wanasingiziwa rushwa. Kumbe wengine ni kwa sababu wanapinga hao mambo ya ushoga.